وإمام المرسلين سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu zangu Waislamu, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kustakana na masmi yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye alizungumza akisema kwamba taraktum fikum thaqalaini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan abadiyan. Nitoe maneno haya kwa ndo nasaha yangu ya siku ya leo, kwa sababu mengi mashaallah yamezungumza kama alipita Sheikh wangu Sheikh Abu Bakr alivyozungumza Sheikh wangu bwana Miraj, na kwa sasa alhamdulillah tuna fursa kuzungumza baada ya kusikia khutba al-adhim jiddan, khutba ambayo ilikuwa ni nzuri mashaallah yenye kufunga nyoyo za watu, na ni kwa alhamdulillah tumestafidi mengi kupitia khutba hii. Kwa kweli binafsi nimestafidi mengi katika khutba hii, na niseme kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe khair na baraka Sheikh wetu Bakari alizungumza khutba ambayo ndani yake kidogo ilikuwa ni nzito, ambayo alhamdulillah yule ambaye atakayesikia kwa masikio hapo tunakayaona huenda mtaka tafsiri nyingine, lakini yule ambaye atakayesikia kwa masikio ya nafsi kwa lazima astafidi kwa kweli. Na nasaha yangu mimi siku ya leo katika dakika ndogo kama hizi, kama patikanika kama alivyotueleza ndugu yetu bwana Sheikh Juma katika TV hii Muungano TV, mimi nitabombea tu pale Mungu aliposema mtume kwamba katika hadithi katika maneno yake kwa katika hijjatul wadaa alithubutu kusema mtume sallallahu akasema kwamba taraktum fikum thaqalaini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan abadiyan sarmadan sarmadiyan, sunnatullah wa kitabullah wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. Ndugu zangu Waislamu, nadhani hii ndio itakuwa nasaha yangu siku ya leo. Sana mada ambazo zungumza mengi yamezungumza, na mashaallah ilikuwa nasaha kwa madai na viongozi ambao wanaongoza umma wa Kiislamu, hususan nitazungumzia hususan katika mambo yetu ambayo ndani yake ambao ni mambo yetu ya Cape Town. Nadhani alhamdulillah mengi tunayaona mashaallah, mpaka mtu anathubutu kupanga mada nzuri kama hii kutokana labda masikio na kuibia sio nasikia huko na kule, maana kana kwamba vizota basi nije na mfumo kama walivyosema Waswahili, mwiba uingilie hapo basi ukule pale pale. Mashaallah, jambo lizuri. Lakini nasaha yangu mimi kwanza nitakwenda kuizungumza nasaha kwanza kwa sisi hawa ambao ndio madai, ambao ni masheikh na maustadhi. Tunazungumza mengi mazuri alhamdulillah, lakini tumekupenda Allah tabaraka wa taala, na tunakayazungumza ni mazuri na alhamdulillah napendeza, lakini huenda haya tunazungumza sisi haya tunawakataza watu kwayo, tukaonesha kwamba njia nzuri ni hizi, ikawa sisi hawa tunakayazungumza ndio ambao tunasababisha haya mazito. Kumbe tumekuwa Allah Rabbul Izzati Jalal na tujalie dawa hii ambayo tunakayazungumzia watu, kwanza hiyo ni tiba kwetu sisi, tusika katika wale ambao Mungu alisema katika Qur'an, lima taquluna ma la tafaluna, msika katika wale ambao wanayasema mnawakataza mambo watu ambayo maskini bado mnatenda. Kumbe itakuwa ni vyema inshallah tuyazungumze na jambo mashaikh wenzangu ambayo tunawakataza watu, na wewe iwe ni tiba moja wapo ya kurekebika wewe. Maana katika khutba ambazo zilizungumza mengi alhamdulillah wallahi ilikuwa ni nzuri kabisa, lakini kuna mengi yamezungumzwa mashaallah mazuri, na nasaha nyingi zimekuja. Itakuwa ni vyema nasaha hizi wallahi zitatibu kwanza sisi hao ndio madai, itakuwa ni bora zaidi. Maana ukitibika wewe ambao unafikisha majambo na umma utatibika. Nadhani mfano hai kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Sheikh wangu, kazitoa aya nyingi mashaallah zikimuonesha mtu alikuwa ni mtu gani. Alhamdulillah tumwingie ubaba, tukimwingia ubaba shirkamu wallahi kama alivyosema lan tadillu abadan abadiyan sarmadan kama hutopata kwa maifoti. Kitabullah, kitabu cha Allah ndio jambo la kwanza. Jambo la pili na hadithi zangu, mwenendo wangu mimi wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, ambao kwa sababu watu wangapi? Watu wanne ambao Mtume sallam aliwaambia watu wanne na akawafunza
kwanza anapata zuri. Kumbe takuwa vyema. Nasaha yangu mimi ni pale tu, sisi madai tunapopanga mada zetu, kwanza tazama, je, mada hii ambayo naizungumza, je, imeshalijibu kwanza mimi? Haya ambayo nayazungumza mimi, je, katika maradhi haya ninayo, ili nikayazungumza, ili kesho Allah asije akakulaumu kama katika wale watu ambao Allah amesema lima taquluna ma la tafaluna. Na kuwaje shekhu wakataza watu majambo aliyokuwa na unayatenda? Kumbe nasaha yangu nzuri kwa madai wote, wallahi, ili tufikishe dawa na iwafikie umma salama, kwanza ikutibu wewe. Je, ikiwa kama wewe si msemaji, ikiwa kama wewe si mtendaji wa makosa kama haya, inakuwaje wewe mtibu mtu ambaye maskini maradhi yake yamo ndani ya moyo wako? Kumbe vizuri, wallahi, tujitibu kwanza sisi, kama jinsi Mtume sallallahu Allah alivyomwamrisha kaitoe dawa. Jambo la kwanza ianze wapi? Ndani ya nyumba yako, then baadaye sehemu nyingine. Kumetakuwa ni vyema inshallah taala. Saha yangu tujitahidi inshallah sisi ambao mashe kwanza tutibike, then baadaye tutawafikishie watu vitu ambavyo viko salama, ambavyo tusalimika navyo kwa inshallah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.